Vitu vingine tunapuuza kwamba mimi maadamu unga upo nini nyumbani nini. Sasa unawachomesha wanaume wenzako nyama, sijui poko, sijui nyambuzi, sijui wapi. Hakuna muda unapeleka watoto wako kuchoma. Wakati mwingine tuwafanye watoto wetu wasikie fahari kwamba wanalelewa tukiwa hai. Kwa sababu wengine ni yatima. Wanacholia wanasema baba angekuwepo angenitoa wapi? Out. Baba angekuwepo angefanya nini? Nilikuwa nahubiri Nairobi maneno ambayo sio mazuri na sitaki kuyarudia hapa. Lakini kwa sababu mtajiuliza Nairobi ulisema nini? Maneno ambayo sitasema hapa. Nairobi nilisema hivi. Maana hapa sitasema. Nilisema kuna wamama na watoto. Watoto ni yatima, mama ni mjane, ila mume yuko hai. Yani ana jina la kuwa hai, lakini yani ni mwanaume, lakini ukweli ni marehemu anayetembea. Umewahi kuona wamama ambao wananyang'anya nani? Wananyang'anya misiba ya watu. Yani kama mama kanalia kwenye msiba, unajiuliza huyu mama ana undugu gani? Lakini sikiliza maneno anayosema pale kwenye msiba. Mungu, unaondoa watu wastaarabu, watu wenye akili, wapole. Anaogopa kusema mbele ya watu, lakini moyoni anasema umeniachia yule kule, si ungechukua yule. Yani mke wako analia ukiwa hai. Kwa sababu gani? Kuna vitu ambavyo alitarajia ufanye. Kwa hiyo sisi ni role model wa watoto wetu. Kuna vitu ni vidogo sana, lakini mbele ya safari vitatuathiri. Nilikuwa na wagombeza wa mama jana kwamba wa baba tunawaamini, lakini mnatuangusha. Kwa mfano, wa baba wengi pesa za matumizi mnatolea chumbani. Mama naeleza shida, unatoa pesa huko chumbani. Hayo ni makosa makubwa. Unajitengenezea bomu mbele ya safari. Hawa mama hawa wana akili nyingi. Anasema watoto wanasema nguo, wanasema nini? Unasema unafiatua pia unampa. Akifika pale kwa watoto hakutambulishe wewe. Anasema mlisema nguo, na wanunulia. Lakini hawaambii baba yenu ametoa nini? Ametoa pesa. Wewe unaona ni kitu cha kawaida, lakini anakuondoa kwenye mioyo ya watoto wako. Atakaponunua nguo, watoto wanamshukuru nani? Vingine vitoto vinakuja mpaka mwilini, baba, mama, mama. Wakati heri ulitoa wewe. Unategemea kakatoto kakikua, kakawa kaprofesa, suika nini, kanafanya Nairobi, wewe huko Maua. Unafikiri tiketi atakata ya nani? Ndio maana unakuta wamama ndio wanaalikwa sana na watoto wetu. Mama njoo upumzike Nairobi. Mama njoo Mombasa. Mama njoo Ulaya tutafutie visa. Wewe unabaki kuchunga mbuzi tu. Hata mtoto akija zawadi zote anabeba za nani? Wewe unabaki kuwa ndugu mtazamaji. Anampa kweli, anampa kwa kweli, anampa. Unategemea labda ya kwako iko mwishoni. Anafunga begi, anafungua pochi, anampa hela. Unashangaa anaaga, samahani sikai sana naondoka. Kama mama kana tabasamu. Unakuja kumwambia zile hela zipi? Utoto mama ni tujeuri. Lazima Biblia imesema tukae nao kwa nini? Kwa akili. Umesemaje mama? Watoto wanataka nguo, twende sebuleni. Watoto mmesemaje? Tunataka nguo. Unataka nguo? Haya, unafungua pochi papa mama kawanunulie. Watoto wanajua aliyetoa pesa ni nani na aliyenunua ni nani. Unamtuma mke wako akatume school fees. Akifika kule hamwambii mtoto mimi na baba yako tunakutumia. Anasema nikutumie kwa njia gani? Akaunti gani? Nikutumie, sio tukutumie.
akishatuma mtoto anajua pesa amenitumia nani? Mama. Tunafanya vitu kisiri tukifikiri wanawake wanatupresent, kumbe wanajipresent wao. Ndio maana aliyetunga Kiswahili nani kama mama? Uliwahi kuona Kiswahili nani kama baba? Kwani alitunga hicho Kiswahili? Alimuona mama ndo anatuma school fees, mama ndo anafanya hii, mama wewe uonekani. Omba Mungu utangulie kuondoka. Akitangulia mke wako utasoma namba. Kwa sababu saizi watoto wako wanaleta zawadi kwa sababu mama yao yupo. Akienda utabaki na malaika na kunguru wa Elia wakuletea mikate. Amen. Nilikuwa nawaambia jana wamama asilimia kubwa wanaamini sisi ndio tutatangulia kufa. Si ndio? Wanajua sisi tutafanyaje? Tutatangulia kufa. Ndio maana mazungumzo yote ni kujidefend wewe ukiondoka. Utasikia sasa, mume wangu, mambo mengine tu tunaongea tu, sio kwa ubaya. Kwa mfano, ukifa mimi nitafanyaje? Title deed iko kwa jina lako, si yale maproti manini kwa jina. Sasa kwa mfano, ukifa, wale wadogo zako, kaka zako, wazazi wako, unajua wananiheshimu ukiwa hai. Sasa kwa mfano, ukifa, unaniachaje? Yaani wamama wote wanajua sisi tutatangulia kufa. Ndio maana hata ukisema naumwa, mama hakemei ugonjwa, anakemea kifo. Toka shetani, huwezi kumchukua kifo, shindwa. Kuna wakati unalala unakoroma kidogo, utasikia anahisi kama unakata roho. Yaani wamama wanahisi wanaishi na marehemu mtarajiwa. Ndio maana wakati wote wanajihami. Amen. Ni ambao mna mali, umeandikaje? Na jina lake lipo. Kuna kabila fulani wanasema ukimwandika ujue anakuua kesho. Ili abaki na mali. Lakini sisi tunaamini tumeokoka, wake zetu wameokoka. Ingawa sisi sio tuliowaandikia certificate ya wokovu. Kwa hiyo chochote unachokifanya unapanda kwa watoto wako, kwa sababu wewe ni role model wa watoto wako. Ya ngapi tunaenda? Ya 4, si ndio? Tunakaribia ya 4. Baba, ujue. Maana yote tunasema mwanaume unapaswa kujua, si ndio? Tumesema ujue wewe ni wa thamani. Kuwa tu mwanaume ni chombo cha thamani. Ya pili, ujue shetani anatafuta uzao wa kiume au malize. Ndio maana anapanda tutabia tubovu kwetu sisi wanaume ili kuziharibu familia zetu. Maana anajua familia zetu ziko mikononi mwetu. Tumesema pia mwanaume ujue wewe ni role model wa watoto wako. Ni role model wa watoto wako. Yaani watoto wako kile unachokifanya unawaandaa kwa maisha yao ya baadaye. Ya 4, mwanaume ujue majukumu ya kuilea na kuibeba familia yako mikononi mwako. Yako wapi? Mikononi mwako. Ukisoma ile waraka Timotheo, waraka wa kwanza wa nani? Timotheo, mlango ule wa 5, 8 mpaka 10. 8 mpaka 10.
Anasema waraka wa kwanza wa Timotheo, si ndio? Mlango wa 5 mstari wa 8 mpaka 10. Anasema lakini mtu yeyote asiyewatunza walio wake, yani wale wa nyumbani mwake, hasa ameikana nini? Imani. Tena ni mbaya kuliko asiamini. Kuna hayo mengine hapo, mjane na nini na nini. Lakini pointi yangu mimi iko pale. Tumeamuliwa kuzitunza nini? Familia zetu. Unajua kuna wanaume wanatutia aibu. Unapokuta familia imeshikiliwa na mama. Mama ndo anaoperate kila kitu. Na nyie ni mashahidi. Mama kishika familia ni mtego. Unafikiri kwa nini Adamu tunasema alifeli? Alifeli kwa sababu aliruhusu mwanamke ndio alete chakula nyumbani. Na mnaona chakula kingine alichokileta. Paka leo tunateseka kwa sababu mwanaume aliacha majukumu akakabidhi yote kwa nani? Kwa Eva. Paka akaleta na kitu ambacho sio. Ukiruhusu mke wako ndiye aoperate kila kitu, umekwisha. Kuna wanaume yani hajishughulishi mpaka haoni aibu, anajisifia kwa wanaume wenzake, mimi nimeoa, mimi nina mke bwana. Kwa nini? Eti mke wake anatafuta yeye chakula. Ni kweli wale ni wasaidizi, lakini hatupaswi tuwaachie. Tafuta chakula mwanaume. Majukumu ya hapo nyumbani, tunza watoto, fanya hiki. Jitume. Hayo majukumu ni ya kwako. Mungu akikupa kichwa cha mwanamke ambacho kinachakalika, kinafanya biashara, kinafanya nini, mshukuru Mungu. Lakini wajibu wa kutafuta riziki kwa familia zetu ni wa kwetu. Usikae tu nyumbani jicho, tafuta namna yoyote. Unajua kuna wakati watu wanachagua kazi. Unachagua kazi. Kijana mmoja alikuja akaniambia, "Pastor, kazi hamna, niombee." Nikasema ziko nyingi, akasema hamna. Nikasema naomba nikuajiri. Akasema niko tayari. Nikamwambia nikupe kazi. Akasema akasema sawa. Nikamwambia katafute ubao, zile mbao za miti hizi, kata kipande. Akasema sawa. Akasema mchungaji, tayari nimekipata. Nikamwambia chukua mkaa. Tunaelewa mkaa? Nyie huko mnasema chako. Nikasema andika dobi wa kufua na kunyosha kwa shilingi 500 yuko hapa. Sasa 500 ya Tanzania. Kwa hapa itakuwa shilingi ngapi? 50. Maana pesa yenu inatunyanyasa. Hamtutendei haki. Yaani kwamba 1000 yenu sisi 20,000. Ai. Milioni 1 ya Kenya una milioni 20 na za Tanzania. Sawa? Tutapambana tu. Tutawakuta mbele ya safari. Sasa kama ameandika hiyo 500. Kufua na kufanyaje? Na kunyosha. Akasema tayari. Kaambia pigilia hapo kwenye geto lako hapo. Akapigilia. Sasa mama mmoja akapita hapo akasema, kumbe nafua na kunyosha? Mimi manguo yako mengi. Akamletea. Akatangaza huko, walimletea nguo siku ile. Kafua. Kasinyosha. Siku ile akaniambia, "Pastor, amepata kama 1000 ya Kenya kwa siku hii moja." Nikamwambia niletee. Akasema
nini? Nikasema hiyo hela. Sasa kwani? Nikasema kwani hiyo kazi ya kwako? Mimi nimekuajiri, nitakulipa mwisho wa mwezi. Utakuwa unafua unaleta. Akasema yani ubao nimetafuta mimi, nimeandika mimi, nimechota maji mimi, nimefua, nimenyosha. Sasa nakuleteaje wewe? Nikamwambia umetumia akili zangu. Leta hela. Akasema sileti. Kwa akaanza fua nyosha, fua nyosha. Miezi kama miwili akanunua mashini ya kufulia hiyo nani. Akampata miezi 6 akanunua ya pili. Miezi 300. Alipomaliza hiyo akaenda kufungua kituo kingine cha kufua kwenye kamji kingine. Yaani kama hapa unaenda kufungua pale tulipokuepo siku ile. Akakanane akafungua tena kama kule kuna kijiji kingine tulikakuta kule mbele zaidi. Akawa na vituo kama 6. Anafua. Mwisho sio yeye tena anafua, kwa sababu kisha nunua mashine. Akatafuta vibarua ambao wanatoa kwenye nani, wananyosha, yeye akawa manager. Sio. Unajua nilikuja kuonana naye ameshajipatia uharibifu, ulemavu wa kujitakia. Mnafahamu ulemavu wa kujitakia? Kitambi. Kwa sababu kitambi ni ulemavu ni wa kujitakia. Huo sio nani. Mtu anaamua kupinda bila sababu. Kona na mimi niko na kaulemavu kidogo hapa. Ulemavu wa kufanyaje? Wa kujitakia. Nikakuta na yeye amerema. Ni wewe? Sasa mchungaji, sio kwamba kazi zilikuwa hazipo, nilikuwa sina akili. Kazi zipo. Siku nyingine nikakuta kale ka message ka confirmed amenitumia. Tunaona siku nyingine anashusha kioo. Nimuuliza, unaendesha gari? Akasema sio moja, nimenunua mawili, ndo nafanya kutembelea vituo. Alisema hana kazi. Kumbe kazi zipo. Unaweza ukaanzia chini, baadaye ukafanyaje? Point yangu mnaielewa? Mwanaume tafuta kazi. Na unajua niliwaambia duniani nchi ambazo zinaogopeka kuwa na watu watafutaji wa kazi, niliwaambia Kenya mupo. Wakenya mnatafuta kazi. Sasa hivi Tanzania mtu akitaka hoteli iendelee anaweka meneja Mkenya. Kuna hoteli hapo Arusha kalikuwa kana kufa kalikuwa kanisa. Hata walitaka wakauze. Mtu mmoja akawaambia hiyo hoteli ni nzuri, tafuta Mkenya. Akatafuta Mkenya akawa meneja. Sasa hivi kupata nafasi uweke booking wiki 2. Mkenya yuko hapo. Ametafuta na tudada tu wa Kenya. Yaani hata ukinywa ile lunch, ile nani breakfast kuna mgongoni, pole. Iko sawa. Utaenda kulala kwingine. Wakati unafanywa massage. Yaani nilikaa hapo siku moja tulikuwa na mkutano. Niliomba siku zisiishe. Huduma iko hapo. Hata ukichelewa kuagiza chakula, koko wamefika mlangoni. Haujala leo? Haujala? Utakula nini? Unachagua na no, jaribu hii pork, inapikwa vizuri na nini. Wewe uliagiza sijui nini, wamekuongezea na kajuisi. Lakini utalipa. Wanajua jinsi ya, yani watakuja hapo wanadai nguo, wanadai hiki, ile hoteli imejaa kwa sababu wa Kenya, mimi niseme ukweli, mna juhudi katika kufanya kazi sana. Mnajituma, ndio maana mumeanza kuteka soko la dunia. Niliwaambia juzi, Qatar uwanja mzima ni wa Kenya, Dubai wa Kenya wamejaa,
wameanza kwenda mpaka Australia, wameanza Marekani, ndio usiseme. Wako pale kwa sababu, kwa nini wanawapenda? Kwa sababu ya juhudi. Mkenya amerudi kazini, ameumwa sana, amefiwa na ndugu wa karibu. Kwa sababu Wakenya hata ukifa usifikirie watakaa hapo msibani. Wanapeleka mwili mochwari, kazi zinaendelea. Watakuja kukuzika. Sande. Wasikitike kidogo hapo, wale chakula wanarudi kazini. Hawana muda wa kusubiri marehemu atafufuka. Wanajua Yesu hayupo wa kutoa Lazaro. Haleluya. Sasa jitume. Lisha familia yako. Fanya hata kazi ndogo. Hiyo ndogo itakuinua, itakupeleka juu. Amen. Tunaelewana? Ndio maana juzi ile nilihubiri, ingawa mkachukia, lakini ndio ukweli. Niliwaambia fanya kazi. Usifikiri kuna miujiza hela zitakuja peke yake. Wachungaji wanachoomba hapa ni kazi ya mikono yako ibarikiwe, ifunguliwe. Amen. Somesha watoto, jitahidi, ndio Mungu akufungulie milango. Tunaelewana? Ya 5. Tunakaribia kuzimaliza. Mwanaume, ujue wewe ni kitabu cha majibu ya familia. Mnasema marking paper. Yaani kile kitabu cha kusahihishia mitihani. Kitabu kilichojaa nini? Majibu. Familia yako inakutegemea wewe, ni kitabu cha nini? Ngoja nikupe mifano michache uweze kunielewa. Umewahi kuona mwanaume analia pamoja na watoto wake? Watoto wanamulilia mama, mama njaa, ana chakula hamuna, chakula hamuna. Alafu na baba naye anaitikia, basi tumekuisha. Yaani watoto wanalia na wewe unalia. Mke wako anasema, mwaka huu tutakufa njaa mume wangu, maana mahindi ni bei, nini ni bei, jamani tutakufa. Na wewe unasema kweli mwaka huu tumekuisha. No. Mwanaume unapaswa wewe ndio kitabu cha nini? Cha majibu. Wanaposema tumekuisha, unasema mmekuisha. Mnaishaje na mimi niko hapa? Mnaishaje? Sijui wewe haya mambo madogo. Ndio maana ni makosa makubwa kumwambia mke wako huna hela. Unampa matumaini kwamba subiri kidogo. Ulikuwa unataka leo? Kesho. Wakati unapambana. Ndio maana wanaume ndio sisi ambao tumetengeneza kale kamsemo kuna dili nalisubiria. Kuna dili nafanya nini? Nalisubiria. Likiva tu usijali. Kwa sababu ngoja niwaambie ukweli. Tunaishi na viumbe vinaitwa wanawake ambavyo vyenyewe vinajali future zaidi kuliko maisha yaliyopo sasa. Mwanamke hana past. Mwanamke ana present and future. Ndio maana hakuna kitu mwanamke hataki kusikia kama kumwambia nilikupa. Nilikupa. Mwanamke anataka ninakupa, nitakupa. Wenzetu hawana past. Sisi wanaume kinachotutesa, tunajua kuitunza past. Past tunaiheshimu. Ndio maana kuna wanaume mko hapa unateswa na past, sio sasa. Past. Kwa nini unateswa na past? Ulipokuwa unasoma shule kuna kamdada ulipita nako, ukavunja geti yake. Mnaelewa kuvunja geti? Ukavunja geti. Kale kamdada hujakaoa, kaliolewa kwingine, lakini unahudumia lile tendo la kuvunja geti mpaka leo. Kwa sababu sisi tunaishi kwenye past. Kuna wakati kakikuomba hela, unataka kukanyima, unakumbuka geti. Sasa kalini heshimu sana,
kalini ndio msichana wa kwanza mimi kuvunja geti. Unakatumia. Ingawa mpaka leo nikamuke ka mtu. Lakini unakasuka, unakatumia nguo, unakafanyia nini? Ni kwa sababu gani? Geti. Kuna kamdada kengine mlikuwa mnasoma chuo, mkafanya assignment, discussion, mkadiscuss. Ile kudiscuss paka leo unamhudumia. Nasema uongo? Wengine inawezekana hata asubuhi amekutumia message, sio mkeo, sio nani, lakini unalipa fadhila. Ulilala naye siku nzima, ulipita naye, ni miaka wakati ukiwa kijana. Leo uko na watoto, unalihudumia limama nalo limezeka, lakini linakuomba hela kwa sababu ya tendo ya siku hii. Ndio maana mwanamke akikukubalia ukalala naye, mbali na hela utakazompa siku hiyo, lakini kwake amefanya investment. Utalipia hiyo tendo miaka yako yote. Naongea na wanaume hapa. Mmenuna kama vile mambo hayo hawamo. Kumbe moyoni unasema, mchungaji, mimi niko na watatu na wahudumia, nilipita nao miaka. Haini mwanamke, yeye hana past. Sisi ndio tuko na past, tunakumbuka. Amen. Kwa hiyo wewe ndio kitabu cha majibu pale kwenye nyumba. Wathibitishie kwamba future yao iko salama. Ithibitishie familia yako. Ndio maana kuna wakati baba uwe na maneno ya kuatia moyo. Kuna wakati mke wangu mimi kabla sijaanza kumiliki magari, yakipita magari akiangalia na mtia moyo. Namwambia tutakayoendesha sisi sio kama hayo. Mimi nawaza gari ya maana. Anatabasamu. Kwa hata wakipita hivi, piteni, mume wangu atanunua ya maana. Tukipita mahali watu wamejenga kanyumba, anasema aka kanyumba kazuri, kanyumba. Namwambia sasa tutakayojenga sisi, hii mbona kibanda tu hiki? Anatabasamu, anatiwa moyo, anajua future. Umewahi kuona kijana anamiliki mdada wa maana, pako nasema nini? Alimthibitishia future yake iko salama. Ndio maana unakuta kuna wengine barabarani unapiga honi, haepuki. Unajuza kama mama kanalinga nini? Kako tu barabarani, cheket. Kana kuangalia, cheket. Kumbe kanafananisha gari lako na lile gari ambalo mume wako amesema watanunua. Kwa hiyo ya kwako ni mkokoteni tu. Pita nao pembeni. Yaani future, kichwa chake kimejazwa future njema. Amen. Mnanielewa? Wewe ndio kitabu cha nini? Cha majibu, silie. Yaani unalia mbele ya watoto, kwetu tutakufa njaa. Kweli hela zimeisha. Kweli chakula kwa. No, wewe ni kitabu cha majibu. Toa majibu. Hata kama huna wakati huo, wathibitishie kesho yao iko salama. Amen. Tunaelewana? Unafikiri kwa nini kwenye ndege watu wanatetemeka, wanataka kufa kabla ya kifo? Ni wale wahudumu wa ndege hawatupi hope. Ni kama wanatuandaa kwenda kufa. Abiria funga mikanda, abiria huko mbele hewa ikikosekana mtachukua hapa, abiria mkitumbukia kwenye maji mtavaa kitu fulani, abiria hii safari iko salama kweli? Nyamba mmepita kwenye ndege, si mmeona? Siku moja nilikuwa naenda London. Wakati huo ndio Kenya mmeanza ndege yenu kwenda wapi? London. Kwa tukachukuliwa pale tukaja hapa tukaconnect hiyo kubwa ya kwenda
London. Sasa yule rubani alifanya kitu ambacho sijakizoea kwa marubani. Alianza kwanza kujisifia. Tumeongea uto, tumetutisha. Alipo yeye sasa ndege nataka kuondoka, akaanza kujisifia. Mimi ni Captain Tongbantan, nimetua Ufaransa, nimetua sijui wapi, nina uzoefu, huu ni mwaka wa 20, sijawahi kupata shida, hata viwanja vigumu nimetua. Kwa hiyo mko kwenye mikono salama, tutaondoka hapa paka nini, tutatua safurani mkiwa salama. Ai, unajua kama kuna safari tulisafiri kwa amani, kwa sababu alisha tuthibitishia. Kwa hata tukiwa kule juu, ndege kilia ngigito sasa, amezoea huyo. Huyo amezoea. Yaani wakati tunatua, kipindi kile kulikuwa na mawingu pale London. Wala ambao wametua London, kuna mahali mnaanza kushuka karibia na mashamba yale kule kuna vimaji fulani hivi. Inaenda tunasema ametua huyu viwanja vigumu, iwe hapa. Tuko salama. Yaani ndege inatisha kabisa, kwa mnasema miaka 20 huyo. Miaka 20. Kilichofanya tutue bila pressure, ametuthibitishia. Ithibitishie familia yako kwamba iko mikono. Ndio maana sasa hii kwa sio vizuri kuambia. Ndio maana falsafa ya sisi wachungaji, lazima uwathibitishie memba wako kwenye mikono salama. Ndio maana unakuta kuna wakati wachungaji wanaponda wachungaji wenzao, sio kwamba wanapenda, wanataka kuwaambia memba zao, mkienda kule ile ndege haitatua, hii ndio itatua hii. Kuwathibitishia memba kwamba wako mikono salama. Sasa la 6, zimebaki kidogo, sasa tunamaliza. Baba, ujue wewe ndio kuhani wa familia yako. Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume mlango ule wa 10 mstari wa 1 mpaka ule wa 2, inaeleza habari za mtu mmoja aliyeitwa Kornelio. Sifa ya Kornelio, Biblia inasema alikuwa mcha Mungu, mtu wa sala na nyumba yake. Maana yake alikontrol ile familia hata kwenye mambo ya kiroho, mbali na kutoa, mbali na maombi, alikontrol familia yake. Amen. Anasema jina lake aliitwa nani? Jemedari wa kikosi kitwacho Kitalia. Ukisoma, ukishuka, anaeleza kwamba yule mtu mtaua, mchaji wa Mungu, yeye na nini? Na nyumba yake. Naye ametaja sifa zake pale. Kwa hiyo ukitaka nyumba yako inyoke, baba, wewe ndio kuhani wa hiyo nyumba. Vitu vya ibada viwe kipaumbele. Umewahi kuona baba ukiregea kwenye mambo ya kiroho na watoto wanaregea? Mama anasema ibada, mimi leo siendi. Unakutana katoto kengine kanadakia, na mimi nabaki na baba, na mimi nabaki na baba. Mwisho unaanza kutengeneza kikosi cha wapagani hapo kanisani. Na sisi wanaume ndio mara nyingi sana haya mambo ya ibada za familia nini, ni wanaume wachache sana wanaozisimamia. Familia nyingi ni wamama wanakumbuka tuombe, tuimbe, tufanye. Baba ndo anakuwa wa kwanza kukatisha tamaa. Imba wimbo mfupi, tumechoka. Soma neno, wakisoma limejifafanua hilo, achana nalo. Anachagua katoto ambako hakatakuwa na maombi ya muda mrefu. Haya, Samueli, omba. Baba, ame, ni malaika, Mungu amesikia. Tukarali. Unakimbiza ibada, inakuwa kama ile ibada ya kamata mwizi man. Yaani sio ibada serious. Shetani sio ndugu yetu. Usiposimamia familia yako, shetani ataiendesha.
na akiendesha, wewe ndio utakayelaumiwa. Wewe ndio kichwa. Tumeambiwa wewe ni kichwa cha nini? Cha familia. Sasa mambo ya kiroho, mambo ya ibada, wewe ndio kuhakikisha watoto wanaenda kanisa. Kama mama kanaenda kanisa, na wewe unaenda kanisa. Kwa sababu usalama wa familia zetu ni Mungu kuwepo katikati yetu. Hofu ya Mungu ikitawala hapo ndani, ndio usalama wa familia. Lakini wababa wengi hatuna maombi ya familia pamoja. Siyo kusoma neno, vitu gani vilisha kufa. Halafu nategemea familia ikae na amani. Hiyo kitu sahau. Familia iliyopoteza maombi, ibada, nini, vurugu zitakuwa hapo. Kama mama katakuwa kaeleweki, tutoto hatueleweki. Ndio maana unakuta tumezaa watoto mpaka wengine unamwangalia mtoto unafikiria jini au mtoto wangu. Namna kalivyo, tabia zake. Lakini kwa nini? Tulipo wa divert kutoka kwenye mambo ya ibada na kimungu, watoto wamekuwa mashetani pati tu. Sisi ni makuhani. La 7, tunza baba, ujue kutunza heshima yako. Unaitunzaje heshima yako? Kwa kuwa mkweli, mwazi, mwaminifu, sio msaliti katika familia yako. Utunze heshima yako. Unaitunzaje? Kwa kuwa mkweli, mwazi, mwaminifu, na usiye msaliti wa familia yako. Unajua, sijui kama mmenotice hiki kitu. Wababa, sijui kama mmenotice kitu hiki. Unajua wamama, mwanamke ndio kiumbe ambacho kinaishi kwa hisia. Ni kiumbe kinaishi kwa nini? Hisia. Yaani mwanamke anaweza akakuangalia hivi, akasema kwa uhandsome huo, hana watu huyu, hakuna wezi. Anafanya conclusion, anao. Kwa sababu wanawake wakati wote wanaishi sisi ni wasaliti. Yaani wanahisi wanaishi na nani? Na msaliti. Ndio maana kuna wakati mke wako anakuwao, ukitoka job, unafikiri alikumisi. Ananusa perfume uliyotoka nayo ndio umerudi nayo, au umenuka tofauti. Kuna wakati anakuangalia, anataka aone kama kuna mtu alikubusubusu kukisikisi akaacha yes kwa shati. Baba mmoja ndoa yake kidogo ivunjike. Alipanda kwenye matatu. Matatu za Tanzania tunajazaka sana. Mnajazana humo kama ndizi. Sasa dereva kifunga breki, ni nini kinatokea? Sasa unakuta huyu amegeukia huku, huyu kageukia huku. Sasa kafunga breki, mama pa, akamgonga mara ya kwanza, akamgonga mara ya pili. Ni usiku, yeye haoni. Anafika nyumbani, hey, I'm back. Karibu kumwangalia, ana signature, mihuri. Akasema, umetoka kufanya umaraya wako? Hapana. Hii ni nini? Naye anasema, sijaiona. Hujaiona? Hebu niambie kama wewe unafafanuaje ili utoke salama hapo. Ilikuwa shida. Kwa hiyo wamama wakati wote wanaishi sisi ni wasaliti. Usifikirie wanatuamini kiasi hicho. Mpaka uanze kufika miaka 60, 70 ndio anaanza kukuamini, kwa sababu anajua yeye mwenyewe anakupata kwa tabu. Kwa sababu wifi inasumbua, ikate, ishike, ikate hichi. Kwa anajua huyu hamna kitu. Lakini nyinyi ambao mna miaka 40, 50, mko kwenye danger zone. Sisi wengine tumeanza kuzeeka. Kwa sababu mtu anapokaribia 60 si tayari ashakuwa mzee tayari. Amen.
Kwa hiyo unapo kaa na mke wako au ni familia, jitahidi kuwa mkweli. Kuna wakati mwingine tumewaumiza watoto, umewaahidi vitu hata hujafanya. Mtoto wangu kifaulu na kununua laptop, kana faulu. Unaanza, nilikuwa tu nakutia moyo. Unafikiri mtoto atakuja kukuamini? Ajua niko na bonge la baba muongo. Uwe mkweli. Hata kama utawaumiza. Amen. Uwe mwazi. Lakini uaminifu, ambao ndio mtihani ambao nimeusema pale mwanzoni, unatusumbua wanaume, uaminifu. Amen. Kwa sababu tunaishi na watu ambao wana nani. Lakini katika kujenga heshima, sisi ambao tumeoa, hakikisha umetoa angalau mahali kwa mke wako. Kuna vitu nilikuwa naongea hapa juzi kama vile natania, lakini nilikuwa serious. Kukaa na mtoto wa watu hujalipa mahali sio heshima. Lakini pia toa zawadi kwa kubalance. Ukisaidia upande wa wazazi wako, saidia na upande wa wazazi wa nani? Wa mke wako. Kuna wale ambao tumehama, yani kama vile ulichukua mtoto wao wa kwao wapambane. Lakini wale wazazi wa mke wako wanakutegemea. Balance. Mungu akikujalia ukiwajengea nyumba upande wako, na hao wape kazawadi. Ukiwatumia wa vyakula, sukari na michele, huko nako tuma. Unauponya moyo wa mke wako hapo nyumbani. Ukipeleka vitenge, madress ya mama yako, na wamefanya balance. Unampa imani mke wako. Amen. Tunaelewana? Kwa hiyo lipa mahari kwa kadiri ya uwezo ulionao. Balance zawadi pande zote. Tupende wakati mwingine kuwa surprise wake zetu, kuwapa zawadi. Mwaka usiishe hujampa zawadi. Hawa viumbe wanapenda sana tu zawadi. Kwa sababu niliwaambia kuna vitu ukifanya mwanaume, mke wako hata haoni kama umefanya, kwa sababu viko kwenye responsibility yako kwako. Kwa mfano, umesijui kama umewahi kugundua, unanunua uwanja huko mnasema plot ya kujenga uwanja. Mke wako hashukuru sana. Anasema, umenunua. Okay. Uko sehemu nzuri. Ulitegemea shangilie. Wala. Ukilipia mtoto wako school fees, usitegemee mke wako atashangilia. Utasikia umelipa. Okay. Wenzetu wana bahati, wako na wazazi. Okay. Ukifanya vitu ukaacha pesa ya mboga, utasikia sawa. Anajua hizo ni responsibility za kwako. Lakini ukitaka shukuru, nenda zaidi ya. Unakuja kushangaa, hajashangilia uwanja, hajashangilia gari ulionunua, anakuja kushangilia kanga, kitenge. Anakuja kushangilia kumtoa auti kumpeleka Mombasa. Anakuja kushangilia kabisi kuti. Sasa mami, nimekuletea kabisi kuti. Unakutaka ndo ametabasamu kuliko ulivyoingia na gari nyumbani. Ulivyoingia na gari anasema, halili mafuta sana. Tusie tukakosa chakula. Yaani naona hii ni haki yako kufanya. Hizo ni responsibility za mwanaume. Hawashukuru. Lakini umeleta pipi, umeleta dress, umeleta si vitu gani? Hawa viumbe ndio wanapenda. Anajua umefanya zaidi. Ndio maana niliwaambia mwanamke akiomba 1,000 kichwani ameomba 2,000, 3,000. Ukimpa ile 1,000 anachukua tu, hata ashukuru sana, kwa sababu hujazidisha extra. Lakini akisema 1,000 ukampa 2,000, ndio nasikia asante. Amen.
Ndio maana niliwaambia hata mke wako akikudanganya, maana wale ni wajanja, utasikia nataka nikanunue dress moja tu, muongo. Kama nasema nataka moja, mpe hela aende peke yake. Mkienda wote kufika pale anasema, hey, nilikuwa nasema hii, hey, kumbe nyingine hii, hey. Utatoka hapo kabenki kako kamesafishwa. Anashusha tu, shusha hiyo. Wewe unafanya maombi, Mungu msaidie awe na kiasi, ajue tuko na watoto. Anaambia wewe kiasi cha kwenda wapi? Kwa hiyo ujue kabisa una wajibu wa kumpa tu zawadi na tunini mke wako afurahi. Pili, utunze heshima. Usiwe na maamuzi ya kufanya kwa jaziba. Unajua kuna wanaume wana panic. Unafanya vitu kwa panic. Mwanaume ni kiumbe ambacho tunaamini kina kifua. Hata kama mke wako au nini, wametuliza kwanza kifua. Usifanye vitu kwa kupanic. Ndio maana niliwahi kusema ni makosa makubwa mwanaume unachukia kutoka asubuhi mpaka jioni. Unatutia aibu. Mwanaume ni mtu ambaye haweki vitu. Mke amekosea, kaa hapa. Umekosea 1, 2, 3. Kwani unamuogopa nani? Wewe ndio kichwa cha nini? Hasa unazira. Mwanaume mzima unahama chumba. Eti kaka mama kama nikosea silali nako. Unamwachia mke wako shetani alale naye. Mwanaume unakimbia nyumba, unakimbia familia. Baba mmoja alinipigia, pastor niko Nairobi. Kwani mke wangu alinikosea? Kwa hiyo mimi nimeona nije Nairobi nitulize kichwa. Watoto umemwachia nani? Yeye. Unatuma hela. Unajua nikituma hela hata yeye atatumia. Kwani anailisha sasa hivi watoto nani? Yeye. Sasa ukimtumia hela yeye akalisha watoto na yeye akara, shida gani? Nataka nimkomoe. Ndio maana kuna wakati najiuliza, Biblia inaposema sisi ni vichwa, ni vichwa kweli wote? Kuna wanaume sio vichwa, ni miguu tu. Unaacha familia unakimbia unazira. Mkaka amepika chakula unasema ameniuzi siri chakula, mwanaume na kifua. Sisi kazi yetu mwambie, hata kama una machozi lia kidogo, umenikwaza kabisa hapa 1, 2, 3. Unayamaliza hapo, mambo yanaisha. Sasa unazira chakula mwanaume, unazira chumba, unazira familia, unakimbia. Unakuja kukaa hapa Maua. Familia umeiacha ushago. Hapana, that is not fair. Ya mwisho tumalize. Tumesema ya 7, tunza heshima yako kwa kuwa mkweli, mwaminifu, muwazi na usiwe msaliti wa familia yako. Utatunza heshima, toa mahali kwa mke wako, kwa wazazi wake. Peleka zawadi hata kidogo kwa uwezo wako. Balance zawadi upande wa kwenu na upande wa mke wako. Usiishe mwaka hujatoa zawadi kwa mke wako. Wanafurahi sana hawa watu tukiwa motivate. Wanafurahi kabisa kabisa. Usifanye maamuzi kwa kupaniki na jaziba, kwa sababu utaharibu hiyo familia. Mwisho, wote najua hapa tuko na kacha zetu na desturi zetu. Kuna vitu ambavyo ni vya kacha. Lakini katika ulimwengu tulio nao, chagua vitu vya kacha ambavyo vinaendana na wakati, kwa maana ya kwamba visikufanye uwe mwanaume aliyepitwa na wakati. Kuna kacha zingine za ovyo sana. Kuna desturi zingine za makabila unapaswa kuachana nazo. Kwa mfano sisi kule kwetu kuna kabila wanasema usipopiga mke uonyeshe unampenda. Sasa ulimwengu huu wa sasa unapiga mke kweli? Eti kabila zetu sisi ukipiga mke ndio kuonyesha unampenda. Lakini kuna vitu vingine kama dharau kwa mke wako. Unamdharauje? Mtu anayekuzalia watoto, anakutunza,
No. Mheshimu, wakati mwingine asikie kuheshimika pale nyumbani, kutambuliwa. Dharau zisiwe nyingi. Kuna wakati mwingine kama nilivyosema, kuna vikazi vingine ambavyo na wewe unaweza ukaviweza. Saidia mwenzio, atajisikia raha kwamba umesaidiana naye, umetambua kwamba na yeye ni binadamu, anachoka, anahitaji msaada. Amen. Umesummarize mambo yote haya tuliyokuwa nayo. Wewe ni kichwa, ni kiongozi, mbeba maono, mcha Mungu, mwajibikaji, mtunzaji, mwongoza njia ya familia yako. Haleluya. Wana wa Mungu, haleluya. Kuna mtu uko na kaswali? Tumalize, maana tunajiandaa kwa ajili ya lunch hour. Kuna mahali tusaidiane kufafanua? Amen. Tumekumbushana, lakini mambo muhimu. Bana mzee, mwanaume huwezi kumfundisha ila unamkumbusha. Kwa hiyo tulikuwa tunakumbushana tu. Wengine vingi unavifanya, kuna vingine ulizembea kidogo.